Kama ungefahamu anayenipigania ni Mungu, usingeanzisha vita dhidi yangu. Kila siku nanisema kwa watu, mtaa mzima ni maneno juu yangu na kuangalia tu. Hello, ani kila pale penye uko, hello to you. Thank you again for joining me to my channel. Please like, comment, subscribe, do whatsoever. So here I have a topic that I want to talk about. You people just see this girl, always post. My name there is Angel Day. Subscribe to that Angel Day, okay? So my real name is Pauline Nanjala. I was born in 2000 flat, 24 of December. Ndo nijielewe, nijipata kwa mikono ya my grandparents. They took me to school, a nursery class, like a nursery school. So nilianza kusoma nikiwa kwa mikono ya my grandparents. After that, in a period of time, my mom came in. My mom akakuja, then akachukua hiyo part, akanitoa kwa my grandparents, akanipelekanga wapi? Akanipeleka penye alikuwa ameoleka. So tukaenda huko penye mama alikuwa anaishi, nikakutana na dad. Tukakutana na dad alikuwa na mtoto mwingine. Like mama alikuwa wamepata mtoto mmoja na the dad. So tukakuwa watoto wawili. Mama akanijoinisha akanijoinisha again in school, nursery again. I started afresh, like nikaanza fresh nursery school. So after nursery school, mom took me from that school and akanipeleka the following year class 1 na another school. So nikasomea huko nursery, like class 1 nikasoma class 2. After class 2 nikatolewa huko, nikarudishwa kwa hiyo shule nilikuwa sasa nasomea nursery, nikapelekwa pale class 3. And that days ilikuwa inaitwa classes, not grade like nowadays. So nikakuwa class 3, nikasoma class 4. So class 4, even I remember there is a topic yenye nakumbukanga hiyo class 4. Kuna mwalimu alikuwa mwanaume mnono hivi tumbo kiasi. Mwalimu alitupianga story about Noah. The story about Noah. If you are a Christian, you can know what I'm talking about Noah. So term 1, term 2, sasa term 2. Hata sijui term gani, sikumbuki muda gani ndio mambo ile, but nakumbuka ilikuwa class 4 nikiwa class 4. So tukakwanga tumeama penye tunaishi sasa, tunaishi kwingine. Hapo sasa mama alikuwa tuko watoto wangapi? 3. Mama alikuwa sasa amejifungua tena mwingine boy. So tukakuwa watoto 3. Hapo vurugu ikaanza. Kuna siku moja night, dad alikuwa mlevi. Let me say that way. Dad alikuwa mlevi. So kuna siku moja usiku vurugu ilikuja kwa nyumba. Mimi nikaruka nje. Hiyo harakati wanapigana huko kwa nyumba, nikisikia maneno. Siku yenye nilishikanga mpaka leo nakumbukanga tu, ni mbona huku niambia kuna mtoto. Hiyo pekee ndio nakumbuka. So sijui mama alifanya aje. Chenye nakumbuka tukiwa kwa neighbor. Mama akiwa ana top ya juu. Tukiwa kwa neighbor, mimi na mama wawili pekee yetu. Mama asijui alifanya aje, akatoka pale, tukatokanga, tukaenda kwa like tafuta tu ile piece huko hivi kwa neighbor. So tukarudi. Sijui kulienda aje tena hapo katikati, sikumbuki. Mimi nasema chenye nakumbuka pekee yake. So tunaendelea na maisha, tukaishi. Siku baada ya siku, hatukuendelea kuishi. Mama sasa alirudi, alichukua baada ya sasa vile mama alirudi, sasa si vurugu, baba ametoka ameenda job, mama akanichukua mimi, the boy and the girl. Tukafanya nini? Mama akakuwa amepack vitu, manguo nini. Tufanye nini? Tutoroke. Like si tutoroka, like tutoke kwa hiyo boma. So mama tukaenda mama tukaenda. Mimi nakumbuka, what I remember is that nilijiona niko kwa barabara. Hapa kulikuwa na mabag, yani mizigo yetu, my brother and sister, my mom. So muda kidogo hivi naona huyo dada ametokezea. Anauliza mama, mnaenda wapi? Kidogo akachukua watoto wake wawili. Wenye alikuwa amesema ndio wake, mimi si wake. Akachukua wawili akaniacha mimi na mama na mizigo. Mama si safari stop. Tukaendelea wapi? Tukaenda wakati hapo penye mama alikuwa anafanya job. So huko ndio tulienda tukaishi kwa mama, anaenda kazi yake za kawaida tu, analipa rent. Mimi sikuwa nasoma sasa hapo nikaachia kusoma hapo. So kuna friend wa mama na watoto wake. So ilikuwa time fulani hivi ndio na friend wa mama. Watoto wa friend wa mama wangu, narudi hapo home penye mama alirent nyumba. Sasa anaishi nyumba ya kulipisha sasa. Tukaishi town pale, tukaishi hapo. Sikuwa naenda shule, niko tu mimi ni indo throughout. Mama anakuja anapika sapa nakula. So tukaendelea na hiyo maisha. Sikusoma class 4. I don't know what happened. Sijui kulienda aje, tena nikajipata tena mama amerudi wapi? Huko kwa ile home kwenye rugu ilikuwa. So kurudi huko, dad ni akatokanga akaenda job sijui Nairobi, I think. Sio kama Nairobi, but alitokanga sasa akaenda job mbali kidogo. Kumbe alikuwa anaongea na the family members. Ama sijui, siwezi jua, I don't know. So kuna time hapo sasa before mama tena akakuwa na mtoto mwingine. Mama akajifunguanga mtoto. Mimi sasa sikuwa naenda shule. Kama nasaidia mama home. Sababu amejifungua mtoto mwingine, mimi ndio huyo. Mama ni kama tukiendanga kule, tutorokanga hiyo vurugu, mama alikuwa pregnant, I don't know. So mama akajifunguanga, vile tulirudi mama akajifungua. Mtoto hadi hakuwa mkubwa sana. Nasema alikuwa kama 1 year. Alikuwa tu mtoto. Sikumbuki approximately, like sikumbuki hiyo miaka yake, but najua tu alikuwa mtenda kwa last born wetu. So tukarudi, tukaishi. Sikumbuki mambo ya masomo hapo. Sikumbuki hapo, sikuwa naenda shule.
hapo najua tusikuwa naenda shule. Dad alikuwa ameenda Nairobi sasa. Mom ndio sana anaishi home. Mimi ndio namsaidia sometimes hapo home things. So kuna siku tu tena jioni nataka kula ugali yetu tumepikiwa food na mama. Nataka kula supper. Ndio inanifanya na Benson, let me put it here. Inanifanya na strain ku bend. So mama akakuwa amefanya nini? Tumepikiwa supper nataka kula. Kidogo kidogo nasikia vurugu. Pum pum pum. Funga mlango. Like tukashinda. So unajua ukisikiza mavurugu huwezi kuingia kufungua mlango. Sisi tukaongeza za kufunga kwa milango, tukafunga milango vizuri. Kidogo kidogo sikumbuki what happened. Tukapata tena kumbuka tu mlango ilikuwa imefungulia watu wenye walikuwa wanafanya wali have to enter the house. Mamangu alipigwa. She was the target, so alipigwa. Mama akataka sijui alifanya aje escape, akamfuata mpaka huko escape, alikuwa anakimbia kienda huko kwa neighbor huko. Kwa neighbor, like tuseme kwa neighbor, because nilikuwa nasikia sauti yake nikiwa kwa nyumba. Like tu huko tu. Unasikia mama ndiye anapiga nduru kuna. Ani like, oh my god. I don't want to imagine it deeply because when you imagine deeply najikutanga na lia, so sitaki kulia hapa. So mama akafanya nini? Akarudi after vurugu imeisha. Hao watu walikujanga, hao watu walikuwa wanapiga mama. Walichukua the sister, our second born and the third born. Wakawachukua wakaenda nao. They were the family members, walikuwa family members tu. So wakawachukua wakaenda na wao. So vile walienda na wao wakaniacha mimi na the last born. Wakasema hao mimi na huyo mdogo si wa the father. So mama akakuja. Alikuwa amepigwa hapa ameraruka bebe, my mama ako na scar mpaka leo. Mamangu ako na scar mpaka leo hapa kwa macho, alipigwanga hapa ikararuka. So mama akanichukua mimi na the small sister. Tukabebanga zenye tulibeba. Sijui hata kubeba vitu mingi. I don't think I'm beba vitu mingi. What I remember, tuliendanga tukifuata barabara tukajipata mama akaenda kwa friend yake. Let me just say friend because alikuwa mshosho but ni friend. At least alikuwa na ile heart. Akatukaribisha kwa zilikuwa usiku sana. So tukakaribishwa. Tulihave kulala hapo. Huyo shall tukaribisha. Tukahave kulala hapo kwake mimi, mom na the small sister. Tukalala hapo. Tulala kwa sitting room, on the chair, on the couches, whatever. Tukalala kwa viti. So asubuhi ilifika, tukaondoka. Vile tuliondoka, hapo katikati sikumbuki kitu, acha nikumbuke kidogo. So asubuhi ilipofika, mama nilijipatanga sana mama kumbe alitaka ile idea like akanipelekanga kwa shosh. So nilirudi kwa shosh penye nilijipata after kufahamu like hiyo unazaliwa tunajifahamu kwa wewe ni mtoto. Hiyo position nilianza kujirecognize mimi ni mtoto like hiyo ile nilianzia maisha nikarudishwa kwa shosho yangu. So mama akarudingi huko na ule the small sister. Sijui alienda kupambana huko na life but mimi nilirudishwanga kwa shosh. Mimi nikakuja kwa shosh. Babu akanijoinisha class 5. Mama alijipata kwa situation like asa mama alienda huko ni kama sijui alinisahau kidogo ama nini, I don't know. But najua nilikuwa kwa akili yake ile tu hatakuwa tunaongea. So sikuwa naongea na my mom. So babu akanichukua mimi, we had another sibling mwenye naye alikuwa wa dada ya mamangu. Tulipelekwa shule nyingine mbali na home, mbali. Hey, sijui ni how many kilometers but ilikuwa mbali sana. So tukaendanga huko, tukapelekwa huko shule. Unajua ni nini? Napelekwa shule, sina uniform. Bag nilifanyanga kushoneshewa kiraka. Sijui ni hata tu niseme aje. Nikapatanga bag, lakini uniform ilikuwa dada ya mama yangu yenye alikuwa akisomea akiwa shule nyingine hapo neighboring school. Sasa hiyo shule ndio nilifanya nini? Hiyo uniform yake ndio nilikuwa nimevaa mimi. Haya. So nikavaa hiyo uniform ya dada ya mama yangu, nikakuwa naenda shule. Shule ilikuwa very far. So asubuhi tunaenda shule hivyo. So ilikuwa inafika time ya lunch, tulikuwa tuna because it was a day school by the way. Tulikuwa tunakula lunch. Tulikuwa tunaendanga lunch because kama tungeenda lunch it would take like 2 hours. Na sasa tukienda sasa tuseme ni lunch time saa 7 mnaenda. Mtarudi maybe saa 9 ama saa 10. Na lesson zitakuwa zimeshaanza. Hivyo. Sasa tulikuwa tunaendanga lunch. Mimi na that brother like huyo mtoto wa dada ya mamangu alikuwa boy. So huyo madam the headmaster. So huyo alikuwa the mistress. Sasa hiyo shule akakuwa ametuallow tukao tunakula wapi shule. So tukakuwa tunakula chakula ya walimu kwa shule. That madam was so nice. Huyo madam nampenda. Because on his way to home alikuwa anapita na like anapita penye tunaishi akienda yeye alikuwa na I think gari ama alikuwa anakujanga na boda. Anapanda boda, so unajua alikuwa anatuonanga that is why I'll have kutuambia tukao tunakula shule. So tukaenda na hiyo life. By the way, I forgot something. Oh, okay, I'm alright. So tukaenda na hiyo life. Mwaka ikaisha, class 5 ikaisha. So tumefungua shule. So mimi na neighbor my friend na the boy, huyo nimesema the boy nilikuwa nasema naye. Ndio asubuhi moja tunaenda shule. So tukafika kwa ile shule yenye hiyo uniform yenye nilikuwa nimevaa dada ya mama yangu, nilikuwa nimeivaa. Sasa tumefika like kuna yetu tunaendelea shule, tumefika kwa gate, nataka kuingia kwa shule. Sisi tuendelea na safari tuendelee penye tunaendanga shule.
Okay, hiyo shule ilikuwa na uniform za kila aina. It had one school uniform. But sasa sababu ni kama wazazi wakati wa kuwa na hiyo za kushonea watu ma uniform. So ukihamishwa shule kutoka hiyo shule fulani ukija shule, mnaendelea na hiyo uniform yenyewe mtoka nayo. So hiyo shule ilikuwa na uniform tofauti, karibu uniform 10 kwa hiyo shule. But they have their own uniform, but sasa sijui tu ilikuanga hivyo. So nirudi penye nimekuwa nimefika. So huyo demo akatuambia simkuja tuende kwa shule yetu. Mimi na the boy at sasa like mko na hiyo like mko na hiyo safari baada ya kwenda kwa shule yenu kokote. So mimi na mimi nikabaki like na kweli safari unajua nilikuwa naendanga hiyo shule sina viatu. Kama navaa viatu ya mtu mkubwa slippers yani ninapata kwa nyumba ndio ndavaa bora tu nisikanyage chini. Shida jamani, tukitoka shule tunakula mapera kwa barabara, matakataka zote za msituni tunapanda tukikula. So that was the journey until the year ended. So huyo jamaa akatuambia tuingie kwa shule yao. Mimi na mimi ni nani na huyu brother tukasema mbona tusiingie hiyo journey yote, inatungoja tena the full year. Sisi tukaingia kwa hiyo shule. So mimi na the brother tukaingia kwa hiyo shule. Mimi nilikuwa naenda class 6, the boy alikuwa anaenda class 1 or 2, alikuwa anaenda class 2, Ozuka alikuwa anaenda class 1. So huyo dem akaenda kamaonyesha class 2 penye iko, na yeye sababu yeye alikuwa my classmate, like and same tulikuwa class same, yeye alikuwa anaenda class 6, mimi na mimi naenda class 6. So tuka have nikaingia naye kwa class same na tukakaa na my friend, my neighbor at home, tukaingia class same. So the classes zilianza, teacher akaingia the first day, nikasikia anasema hello pupils, we have a visitor. Yes, what's the name? Nikasema jina yangu na classes zikaendelea na masomo. Sasa nilikuwa like siku moja nijipate kwa ofisi, sababu siku ingia kwa shule na parent, what will happen? Mimi nikaendelea na masomo, nikaendelea term 1 ikaisha. Register nilikuwa nimeweka paka kwa register, naitwanga register kitu naitwa. Sasa term 1 ikaisha, enda home. Term 2 tena ikaisha, enda home. So term 3 sikujoin that school. My mom came again akanichukua. Term 3 class 6. My mom came akanichukua, akarudi na mimi huko penye anaishi sasa, huko penye tu huko kwa vurugu. So kienda huko, amani ilikuwa kwa ametafuta amani ilikuwa. So mama akatafuta shule za neighboring school akupata. So nafasi ilipatikana in a private school. So my mom took me and the siblings tukaenda that private school term 3. Tena the school was so far, ilikuwa mbali. But the transport was only 30 bob. Sasa na tulikuwa mimi, my brother and my sister. Tulikuwa watatu. Ule mdogo hapo ameanzanga shule. So tulikuwa tunaendanga shule, sijui kama alikuwa ameanza shule ama kwa ameanza, sijui, sikumbuki huyo. So tulikuwa tunaenda watatu shule. Huko shule shida tena ndio hizo. Sehemu ya lunch ikifika muombe wenzeni chakula. Sitaki kusema hizo, acha na tuwe nyamazi. So term ikaisha, hiyo term 3 ikaisha, nisoma in a private school, that term 3 ikaisha. So after term 3 kuisha January, mama akatafuta shule ingine yenye ni public, yenye at least kuka alikuwa analipa fee. I don't know how much, but alikuwa analipa huko fee. So mama akatafuta another school, nikaipata. Kwa sasa nienda wapi? Hiyo shule class 7 nikajoin another school. Sasa class 7 nikajoin that school. Masomo ndio safi, maendeleo ndio inaendelea. Like sasa mimi nilikuwa naiona sana. Nitaingia ikifika hiyo time ya lunch. But that was not a big problem to me because I was surviving. So sikuwa nakuja lunch tena shule. Like sasa naweza kuja lunch lakini hakuna mtu nyumbani. Hakuna mwenye ndapata anipika food. My siblings nao wameenda shule nyingine, nao walihamishwa huko nao wakapeleka kwingine, sawa wote. So nilikuwa nakuja sometimes lunch, nikikuja najua maybe kama kuna ugali libaki, hiyo ndo nakuja kukula maybe na chai libaki asubuhi kama tulipika chai. So life goes, mambo ikaendelea. At that time nilikuwa age 14 I think. Hapo ndio nilianza period, my dear people. Nilianzanga period nikiwa class 7 I think, mwisho huko kwa hiyo mwaka. Haya, class 7 ikaisha hivyo. So ikakuwa another year, sasa nimeregister class 8. Hapo ndio jina yangu ili change by the way. Hapo ndio my name when nilikuwa nikijitaita huko nilizaliwanga, nimeitwanga nikiwa mdogo, ika change to Paulina Njala. I was being called Doreen Nekesa. But siku niona birth certificate nimejileta, babu yangu ndiye aliprint hiyo jina, ndiye alienda kuinginia hiyo jina, akaniwekea jina lingine, kuniwekea ile jina mamangu ananiita ama aliniita. So hapo ndio nikapata change jina nikijoin class 8. Nikakuwa naitwa Paulina Njala. That was my name until up to date. So nikakuwa na furaha by the way, nikasema nimekuwa naona class 8 wakikula hapa githeri. At least thank you God, hata nitakuwa among those people watakuwa nakula githeri, sitakuwa nikistruggle kwa barabara huku nakanyaga mapupu sababu sina viatu. Unajua shule unaenda bila viatu. Ukifika shule sasa tuko na madeals zetu. Unafika shule hivi, unaomba mwenye akona viatu, unaenda choo, kutoka choo unarudi unampea, alafu wengine wanajisurvive hivyo bila viatu. Nikaanga life with one uniform. Balaru. But term 1 ndio huyo. Term 1 class 8. Sasa hiyo term 1, there is a day I dreamed.
there is a day I dream, niliota my dad amekufa. Niliota my dad amekufa na amezikwa kwa shimo. Na hiyo shimo ni huko deep. Yaani ni shimani si ile kawaida watu wanazikwanga ile nyinaanga hivi. Hiyo iko huko chini afu ni dark. Mimi niko huko. Huyo dad yangu amekufa na my grandparent mimi hata simjui. Grandparent ndio upande ya baba sasa ni baba ya babangu. Sikuwaambia mtu hiyo dream. Kwa hiyo hiyo dream nashare na nyinyi sasa hivi. Sikuwaambia mtu hiyo dream. So hata sikuambia my mom. Nikaamka asubuhi mimi nikaenda shule. Nikiwa class 8. So sasa tumefunga shule. Ndio term 2 niende sasa term 2 shule. Tumekaa asubuhi moja mimi na mama yangu tunakunywa breakfast na the family wote tunakunywa breakfast. Dada kuangalia ameenda job za nje. So ilikuwa mimi mama and the family, they are the siblings. Mama akapigiwa simu nikiwa nimekaa. Mama akapigiwa simu akaongea kidogo. Nikasikia ananipatia mimi simu ati shika Berins kwa anapenda kuniita, that is the name alikuwa akiniita from young. So akaniambia shika the phone, fanya nini? Uongee na babako. I was like, babangu. Nilifurahi. Umeikuwa na furaha? Hey, after all that mkuu unajua mume anapigana hapa vita sijui nini bado tunatema maili chapa kwa wengine, but hapo ngana ananichapa huyo dad. Huyo dad he was so alikuwa ananipenda. Huyo dad alikuwa ananipenda. Hakuwa chapa na kunichapa, ila alinichapa alikuwa mara moja na najua nilikuwa nimemkosea. Hiyo ndio alinichapanga. Ya kwanga alikuwa like na shida na mimi, alikuwa na shida na mamangu. Hakuwa yeka pressure zake kwangu. So alikuwa ananipenda. That is what I know. Akinunua kitu anatupea wote. That was so good. Like tumi tunanyanga amenyona feel uchungu nikuchapa mamangu hiyo tu. So nikakuwa na furahi. Mpaka mabeshte zangu nikamwambia nimeongea na baba yangu amesema atanichukua niende nisomee uko penye yako. I was so happy. My biological father is now has come in my life. So I was so happy. So tukaongea, tukasalimiana, akaongea na mama akapangana. So kuna siku mama sasa like kumbe ilikuwa anitoa sasa huko, mbona aliagree anitoe huko niende nisomee wapi, ende sasa anisomeshe. Sasa nikatokanga huko. Term 2 nilisomea. Sasa dad alifanya sasa sikuishi penye dada yako. Alinipeleka kwa dada yake. Sasa nikasomea kwa dada yake. Hiyo term 2 na term 3 it was sijui kama ni public school ama ilikuwa private, I don't know. Sikumbuki vizuri kama I think ni private ama sijui. Acha niseme ilikuwa private. Umetoka shule ya public yenye iko na watoto tulikuwa about 90 huko 90 pupils. Huko nikakuja huko private school. Nilikuwa nakuwa namba the second last. Mimi namba yangu ilikuwa second last kwa next year na demo mwingine hapo. Sasa nimekuja any place tulikuwa 21, I think 21 pupils. Tulikuwa watoto 21 kwa hiyo class. So mimi nilikuwa namba 21 20. Haya, mwaka ikaisha, ikafika sasa penye kuregister mtihani niregister huko. So ikabidi nimerudi wapi kwa kufanya exam. I did my exam. Nilipatanga 206. That was my marks. Sasa sema niliamka, sasa sema niliperform, sasa sema anything hapo. I don't have a comment. I don't know. My mind was so I don't know. Like examine anything about my performance because mimi najua hapo hiyo ndio niliweza kufaulu nayo. So ikafika time sasa ni time za nini? Nimefanya exam nimemaliza. So ni time ya kwenda secondary school. So high school my mom. So my dad sasa alitaka kushukani ya masomo sasa upande yangu. Hapo ni kama mamangu alisonga nyuma kidogo. So have kuja kwa my grandparent. Huko ndio my grandparent akanishughulikia. Baba ndiye alituma pesa ya kununua uniform, kila kitu ya kujoin shule. My dad supported me. So nikajoin shule form 1 to 2017. Nikajoin shule form 1. So nikanunuliwa uniform, kila kitu nikanunuliwa. Viatu, pair 2 ya socks, pair 1 ya uniform, bag ya shule, atlas, kamusi ya English, your dictionary. So masomo ikaendelea. At first I remember what I got, it was a D+ in form 1. Hiyo ndio nilipata. So maisha ikaendelea. Challenges zilikuwepo. Challenges hazikosekanangi. So my dad was just supporting me. Place ya nini? Alikuwa anatumanga tu school fees. Hizi nyingine ndogo hizi bila nijoinishanga shule ilikuwa hivyo. Sasa hizi ndogo hizi sijui mafuta ya kujipaka. Mimi ndio nimeanza kunyesha. Unajua sasa nimekuwa grown up. Nimeanza kunyesha, nimeanza kuona maperiod. Shule yenyewe nimejoin inanyoa nywele, mafuta ya viatu, nini. Penye naishi kwa shosho hawana stima. Jesus. So mimi nilikuwa natumia kama by the way I remember this thing wallahi. Nilikuwa nachukua nguo. Unajua nguo? Kwanza nachukua nguo ile nzito kidogo na iosha vizuri afu naikata na makasi. Naikata vizuri vipande. Alafu naifold. Kikata in a period I fold it like 6. Yaani ijifunge na I fold mara kama 6 ama 4. Ile nzito mzuri yenye nikia place huko katikati ya miguu izipitisha damu. So ilikuwa nikienda shule nabeba 2, nimevaa 1 na nabeba 2.
So nikifeel kama imejaa natupa kwa choo direct, na nachukua hiyo ingine na naeka, itanikalisha muda kidogo. Ikijaa natupa kwa choo, nafanya nini, na change ile yenye nita change. Sasa hiyo itanipeleka wapi? Narudisha nyumbani jioni nikaendanga kuoga. Ilifika mahali maisha ikakuwa magumu, so ikafika sasa mimi I remember there is a time nilinyolewa nywele na nyanya yangu nikiwa high school na makasi na wembe. Nywele imekuwa mrefu, yote nimesota, sina hata anything. Mom nikimpigia simu anasema mimi nilikusomesha primary, babako amalizie huko kwingine. Oh Jesus, mimi sasa unajua babangu si eti ni mtu namjua ile vizuri. Ni kama tu like strange. Yaani sina ile like hatuna conversation mingi, simuelewi, simjui. Nilikuwa na ile uoga. Sikuanga na like sina ile ukaribiano na yeye. So nilikuwa naambia my grandparents, my grandfather. Like sikuanga na support. So mimi nikakwanga huko ushago kuna ile kuenda kufanyia watu vibarua. Naenda naambia mama wa shamba, mimi nitapalilia mahindi kutoka hapa mpaka hapa. Kutoka hapa mpaka hapa. Sasa ilikuwa nikitoka shule, naenda jioni kupalilia mahindi. Nikitoka shule naenda mama aliniambia wewe alikuwa mzuri sana. Naweza patia student shamba kupalilia mahindi. So it was not that easy. Ni trust tu. Napata hiyo pesa, naenda nanunua zile mahitaji mafuta ya kujipaka, nanunua rangi ya viatu, najinunulia. Nilinuanga torch. I remember kuna time nilinunua torch. Kanua na makaa zake hiyo hakunisupport. Sometimes hakuna mwangaza kwa nyumba, hiyo ndio inanisaidia. Vitu vile nahitaji ndogo ndogo tu, books nini, yani tu zile nahitaji tu. Hiyo pesa ilikuwa inanisaidia. Nilikuwa naenda kibarua. So nikamaliza shule hiyo class form 2 nikamaliza. My performance was just D. Mimi nilikuwa mtu wa D. Nilikuwa mtu wa kitambi tu shule. But kuna place najua nimeipata C. Ile mnapatanga ile like mnapatanga mnafanya cards, ile cards. Hiyo ndio nimeipata C. Sijui ilikuwa si what, but nakumbuka nimeipata C in those cards. Hiyo nilikuwa na perform. So kilikuwa inafanyanga naanguka, napata D. Ni wakishaziweka cut 1 cut 2 plus the end exams zikikuja pamoja zinaniangusha. Na hivyo napata hii exam hii cut 1 niliperform better, hii cut 2 at least. Hii nyingine hivi inaniangusha na roll call yote. Shoo. Nafika D. That school was so nice. Hivyo ndio nasema ilikuwa so good because I didn't had a friend when tulikuwa tumeanza sasa kufanya nini. Sema sasa tulikuwa wote ni watu wa madi. So nikasema hii this round tulikuwa tumepanganga ile unapanga na best yako. Wewe huwezi nipita hivi. Sasa tulikuwa tumeanza kuweka hiyo kitu but haikuendelea sababu my dad alihave kunitoa kwa hiyo shule. Akasema like sijui ati grandparents sijui anakula fee ama sijui anakula doa ama nini ati na sijui ni I don't know hiyo story nilisikianga kwa midomo zao akisema but wananihamisha mimi huku kwa my grandparents that because baba anasema yeye akituma pesa ni kama wanakula pesa. Sasa sijui but I don't trust that. My grandfather is so good. Sidhani mtu anapenda shule. Akule pesa ya shule. Ati wamesema sijui nini ya shule. Hayo. Sidhani. So good about school. I don't think. You know nasema ni X. So but siko support sana kwa sijui but so nikamishwa wangu kwa nikapeleka bado kwa the sister when nisomea primary. So nikapeleka huko bado nikaenda nikajoin huko. So my dad had to say that I repeat class form 2. I repeat form 2. Because of the performance. Tunapata madi. Oh. So nikarudia shule. So hiyo shule nimerudia hiyo shule a new school. Huko wako na subjects sijui 11. Mimi nimetoka zilikuwa sijui 8. Kwa huko walikuwa wanasoma French, computer. Sijui ingine inaitwa nini. Like huko walikuwa na subject alafu mimi sasa nilikuwa nafanya zile nitoka nazo kwa mimi sikujoin hizo subject zao. Hizo zenye nini sijui hizo. Tamu ikaanguka kwa wengine. Hey, the same situation happened. Baba alinunua uniform. Akanunua uniform, akanunua kila kitu kianza shule. Unajua ukijoining school vile mambo inakuanga. Akanunua pia uniform 2, kiatu moja. Anizo zote nikajoin shule, alipa school fees. Niende shule nisome. Mimi challenges za akili yangu nazo. Huku nimejoin hiyo shule. Hiyo shule unaweza shuka mwenyewe. So nilikuanga nanyoa mimi. Nilikuanga nanyoa hiyo shule. Kufika huko mahitaji nayo ndio hiyo. Hiyo tu mahitaji ndogo ndogo. Mungu wangu wa mbinguni. Huyu auntie tulikuwa tunakaa naye vizuri. Auntie mpaka alikuwa ananihurumianga. Kuna siku hata I remember aliniambia, "Pauline, wewe ukikuja huku, babaka hata alikupatia hata sukari uniletee." Sema hapana. Hizi pesa zenye nimepewa na baba ya hawa, niwafanyie nini? Niwanunulie mahitaji yao. Mimi hata nikupatie sababu ni mtoto wa ndugu yangu. Sijui nilikuwa nahitaji pesa ya pensi na sijui book ama I don't know. But what I remember ni hiyo. Nilikuwa nakosa nilikuwa sasa kunyoa nywele inakaa shida sababu nywele inamea haraka alafu shule ndio kila time nenda nyoa. Sikuwa nataka hiyo mashida za kwenda kunyoa hapana. So huko sikuwa nakosa brush. Huko sikuwa nakosa kubrush viatu hizo nini zote. Hizo hapana sasa kuongelea sababu nilikuwa na shida natumia za hao watoto wanti yangu. So mambo ikaendelea hivyo. So kuna siku tukapanganga deal. Mimi na Andy tukamwambia daddy ni sababu tunataka atume pesa alafu niende tudensinya.
kama chupi nini hizo vitu ndogo ndogo tu za kutumia tu important things za karibu. So tukampanganga mimi na auntie, tukasema like mimi niseme I have a trip to Nakuru, watu wa geography kwa sababu anafanya geography, twende wapi, tunaenda trip na tunahitaji pesa fulani. So baba akatuma. Siku ilifuata ilikuwa ni soko, tukaendanga soko, nikabai machupi, nikabai bike. What I remember kuna bike nilibai nje, ndio hiyo nakumbuka tena nilibai. Nikabai na vitu zingine tu. So nilichange hata idea, nikachanga kunyoa, nikaanza kufuga nywele. Kumbe bado situation the same. Oh my god. Tena kublow dry nywele, sina pesa ya kublow. Acha ilikuwa hivyo. So mwaka ikaisha, shule zikafungwa. Nilikuwa nimepoteza textbook, I think. Group yangu tulikuwa tunapata textbook, kupatanga report hiyo muda. Kwa wasema wamepoteza report, wamepoteza mabooks, na textbook hawatapata report. I was among them, so sikupanga report. Sikujua hata nini nilipatanga. So nikarudi nyumbani bila report card. But mimi najijua mimi ni mtu wa madi. So hata sikuwa hata na issue. Nilikuwa najua hiyo ni dini nimepata. So nikakuja home. So kuja home, si mwaka imeisha, tumefunga shule. So tunangojea tuende form 3. Mimi nimebeba vitabu zangu za revision kwa baba alipiga simu akasema niende wapi? Niende sasa kwa shosh kidogo, tukingojea shule zikifunguliwa. Nikaenda kwa shosh, nikakaa huko. Kwa vitabu zangu za revision na everything. Mimi kitu yangu ni ile naweza nikasoma hivi kitu, nimesoma vizuri mpaka nimeshika. Nikitembea hivi nikirudi hivi nakumbuka mawadi kidogo. Nilikuwa nafanya na fail mtihani, by the way. That is my situation. Nani kukumbuka ama sijui story ama I don't know hiyo yote. So nikakuwa nimejiwekea matarget, nikasema tukirudi shule wala mimi sitaki tena kuanguka hii subject. Nilikuwa napenda geography. Kwa tia bidii. Hiyo siku nakumbuka nikisoma mambo za rocks. Nikashika ma types of rocks, nikasoma, nikafanya kila kitu. Hiyo December mimi ndio huyo. Si Christmas imefika. Hiyo nikapigia babangu simu. Nikamwomba my grandfather simu, nikapigia my father. Hakushika, kama kutumanga message hata hapo reply. Mimi nikanyamaza. Sisi tukasherehekea, tukakula ile yenye ilikuwa kwa show, tukakula. Kwanza kama mwambie happy Christmas, hapa nitumie kwa Christmas. So hiyo siku ikaisha, Christmas ikaisha. So mwaka imeisha. Mwaka mpya tumeanza mwaka mpya. Si shule najua tarehe imefika ya kwenda shule, nikapiga simu. Nipige simu niambie baba tume nini fare ya kurudi wapi kwa huko hivyo sasa. Na nitumie fare nirudi niende shule. Baba akushikanga simu. Hata text zangu sijui kama aliaisoma, I don't know. Mambo ikakuwa hivyo. January ikaanza. So mimi nikakuwa siendi shule. Nimekaa kwa shosh. Siendi shule. Sina fare ya kutoka kwa shosh mpaka kwa auntie huko niende shule. So kuna siku babu akakuja na message akasema niende nikae wapi? I think ni kazini yake. Alikuwa mgonjwa. Alikuwa anagonjekanga ugonjwa ya kansa na ukimwi. Akasema sababu umekaa hapa na uko hivyo unahitaji mtu wa kufanya nini? Wa kumngoja ama kumsaidia huyo auntie wa kulala na yeye na vitu kama hizo. Nikaambiwa niende nifanye nini, ndio nimchungange. I had to do that. Nikaenda huko in that January. Watu wanaenda shule, mimi nimeenda huko. It was paining me, but sitaki kukumbuka deep. So nikakuwa naishi huko, nalala huko. Nasaidia huyo auntie, alikuwa amegonjeka, amefika stage 4. Breast cancer. It was this side of the breast. Nilikuwa namuosha na mchange, nalala na yeye, nampeleka toilet. Iwa akiwa mgonjwa mimi ndio tunaenda na yeye, usema na kampani mmoja wa familia. So mimi ndio nilikuwa karibu na yeye. Akitaka kwenda mahali tunaenda na yeye. Nilikuwa like unajua mtu agonjeka cancer, kuna ile mavitu zinakuanga kumbe zimefura. Kuna zile vitu zinafuranga ndani ya mwili zinakaa hivi pimples makubwa hivi. So kuna ile roll alikuanga nayo, so mimi nilikuwa na mroll na mpaka kaluma na mroll na mpaka dawa zingine zile na mroll hizo manini mama. Jesus, namuosha. Nikishamuosha hapo kwa breast yake ilikuanga wound kime open hivi, na mnyunyiza hapo dawa. After nimemuosha na mnyunyiza hapo dawa, na mbasha nguo na mpaka mafuta anakuwa clean. So it was like sema ni time tu. Sikumbuki ni muda gani nilikakaa hapo. Hiyo muda nikakaa. By that sikwenda huko January, I think ni December mwisho. I don't think ilikuwa December. I think it was January. Ni January tu nimesema. So kuna siku babu akakuja tena huko penye naishi sasa, huko kwa huyo shosho mwenye, hata kama ni shosho yangu kwa kazi ni ya babu, hiyo ni shosho yangu. So akakuja huko akasema Pauline, akawaambia hadi baba ya huyu ametuma pesa, huyu aende wapi shule. Aya, alikuwa ametuma 800 kwa simu ya babu. Babu akakuja kuniita ni twende wapi shule. Nikachukua bagi zangu hapa na manguo zangu, tukarudi home kwa babu, nikajivoga, nikajivaa, tukachukua boda. Mimi ni babu na mwenye boda, tukaenda paka kwa auntie. Ilikuwa I think sijui ni muda sijui second time, I don't know, sikumbuki hiyo ilikuwa muda gani, but nakumbuka maybe sijui ni Feb. I think ni mwezi wa pili kiingia watatu, karibia watatu, because huyo auntie alikuwa hadi analia. Huyo kazi ya babu alikuwa analia akisema yeye aliambiwa anastahili kufa mwezi wangapi, watatu. So nilikaa hapo I think mpaka almost hiyo mwezi wa tatu. So
I think nitokanga hapo mwezi wa pili, acha niseme hivi. So ilikuwanga nilipo 2,000 hapo. Sasa sikuwanga nimemaliza like nilikuwa nifanyenge kaza kuniponge 2,200 hapo, basi kulipanga hiyo like I don't know hizo mambo zingine mimi sikuifuatilia hata sijui hiyo hapo nikatokanga. So hiyo pesa baba alikuwa ametumiwa, tukachukua tukaenda wapi NSL kusomea huko. Nilikuwa nasomea kwa shangazi. So tukafika kwa shangazi, my shangazi was in the kitchen, akasikia pikipiki inafika mbup, kutoka nje anapata mimi na babu. Alishtuka. Najuanga ile kushtuka. Nilimuona tu hiyo tu face expression, alikuwa alishtuka. Yes, akatuingiza kwa nyumba. Mimi si hapo ni mwenyeji, najua kila kona. Babu yangu ndio visitor. Yeye ni mgeni na boda. So mimi nikaenda kitchen to prepare chakula ya wageni. Akaniambia, Pauline, umenishtua. Nimeshtuka kuona like mimi najua, acha nikumbuke tena nasema like yeye alikuwa anajua mimi siende sisomi. Like alikuwa maagri, sijui na baba alikuwa ameongea na babangu. It was an argument. So yeye alishtuka kuniona kwa sababu anani-expect. Okay? So tukamaliza kuenda breakfast. Hiyo food yenyewe kwa amsidi kwa nini? Sijui, I don't hata sikumbuka tulikula. So tukakuja kwa meza. We had the conversation. Babu na the aunt wakaongea wakapigia hadi babu my dad. Wakasema like I don't know what was the situation. I don't know like sikumbuki nini nilifanya mbona nisiendelezwe na masomo. So wakasema like my grandfather akasema chief ama wale wanakuanga wa villagers wale leaders wa village akasema wamesema watoto wasifanye nini, wasio kwa mahome waende shule. So akasema yeye izurudi na mimi niende shule. So baba akasema like ni sawa. Babu yake akafanya nini, akarudi home kwa kwake. Mimi baba akapanga so nilale kwa auntie, alafu the following day niende wapi, niende penye atakuwa amenielekeza niende. So asubuhi ilipofika nikachukuliwa na boda mpaka penye nilienda, nikafika huko. Kumbe nilikuwa nimedirectiwa niende mpaka kwa penye nilifika. Kumbe mwenekana na yeye sikuwa hata namjua, sijaimuona. So it was my stepmom. Alikuwa anaishi town but daddy anaishi Ushago. Imagine that feeling. And like nilikuwa natamani sana kuishi na baba yangu, nilikuwa namtamani, nilikuwa nampenda. Niko na ile furaha kama nini. Ani natamaningi tu ile tu upendo ya family, like ile upendo ya wazazi. Sasa like nimepatana, I was so happy. Sasa nilikuwa nadhani naenda kwa babangu but it was not that way. So nikajikuta niko kwa mikono ya my stepmom anaishi town. Sasa nikakuwa naishi pale kwa sababu imefika time ya COVID-19. Corona ikakuwa imefika. Tukakaa pale, challenges were there, can't say them because hatukuwa tunaelewana na the stepmom. Tulikuwa tunaelewana by the way. Hatukuwa ni mtu anapenda kufura. Anapenda kufura. Hatukuwa hata tunapiga story kwa hiyo nyumba. Tunga tu kufura tu. Sasa like naona mimi ni mtu napenda kuongea, basi hata nikiona vile unakaa siwezi na mimi kuongelesha, hatuwezi tu like sasa utaanza aje conversation na mtu anakaa amejam. So ndio ikaenda, corona ikafika penye ilifika, tukaanza travel tukaenda Ushago. Sasa kwa zuko maisha ni kama sikumbuki vizuri, tukajikuta kwa Ushago, mimi the stepmom and the siblings on my dad home compound. There is a thing that's just same hapo nyuma. I don't care for months na time visit my dad. Sasa niendelea pia nimefika. So tutakuwa ni wakati wa corona, maybe God hajataka niseme hiyo. So tutakuwa tunaishi wakati ya corona, ndio tunaishi the life with the grandmom, the stepmom and the dad and the first siblings, yote tutakuwa tunaishi. So mom akuanga anaishi hapo. Yeye alikuwa anakuja, kienda basi corona ilikuwa here to stay. Hakuwa anaenda. So tukaishi. Challenges were there. Mimi ule dem nilikuanga sasa my lifestyle sapo ika change. Sikuanga nakula sana kwa hiyo nyumba. What I remember. But ikifika time ya bed, ama time najipata niko peke yangu, machozi. Time najua tu compound imenyamaza, niko peke yangu, machozi ndio kingine namweka tu kwa macho yangu. Time nalala, kulia tu. With what is going on in my mind, machozi kama nalia throughout. So siku ikafika, shule zimefunguliwa, watu wameenda wameanza kusplit. Nikakuwa na matamanio by the way ya kupatizwa. Hapo ndio matamanio ya baptism ilianzanga by the way that home too. So najipatanga niko na matamanio sana ya kupatizwa. Watu wakaenda shule, mama akarudi Nairobi town penye alikuwa anaishi with other siblings, wakaenda shule, mimi nikabaki home. So sababu nilikuwa nimejoin kwa nimeenda paka kwa pastor. Nilikuwa nimejipenyeza nikafika kwa pastor because I had the confidence, nikaenda kwa pastor nikajieleza. Sasa akaniuliza my lifetime, akaandika chini, akanipatanga paka notebook ya challenges za life, sijui nini zote. Akanipatanga pia book ilipoteanga by the way.
Sasa ilipotea kwa njia gani? But ilipotea sababu mimi ni mtu nimekuwa nikitravel. So ilipotea. So nikapewa mpaka kadi ya baptism, nilikuwa nipatiwe namba 3. Niliandikwa kama namba 3 na nikapewa kadi ya baptism. So nikawa pale kwa nyumba, shule zimefunguliwa. Dada sasa akasema, nikakuwa nimemwambia dad, sababu nimefika place yenye dada amekuwa amedecide kumbe nafaa kuenda wapi sasa ku travel na mimi nitoke home ni travel niende place atakuwa amesema niende. So nikamwambia nilikuwa nipatiza, akasema utabatizwa na huko mbele. Mimi sikusikia, nilisikia like so huko mbele aje, but niliuliza maswali but sikufeel ni hit, but nikaachana na hiyo mambo. Mimi na kadi yangu kwa bag shuk na kila kitu. So ikafika ile dada alipatianga simu ile communication, my first day to Nairobi. Mimi ndio huyo, ilikuwa hiyo mwaka ya 2021 mwezi wa 3, if I'm not wrong, kwa mwezi wa 3 niko Nairobi. Ilikuwa mwaka mwezi kishaisha hapo, niko Nairobi. Nilikuwa niende wapi? Kwa auntie yangu. Conversation it was like, huyo ni kazi ya babangu, so namuita auntie. I hate to go to learn, niende nisome kwa auntie yangu. Sasa kazi ya babangu, my aunt. Hivyo ndio ilisemekana Paulina anaenda kusomea kwa auntie, but ni Mombasa. Nilikuwa najua ni Mombasa kwa niambia naenda kusomea Mombasa kwa auntie yangu. So the journey was from, so hata auntie ndiye alipa fare. Alisema ndiye atalipa fare. So alipa fare kutoka home mpaka Nairobi. Huko Nairobi alikuwa ameniconnect na penye naenda kukutana. Kuna family member mwenye alikuwa huko, niende kwake. Yeye atanikujia hapo. So nikafika Nairobi, my first day in Nairobi, my first time in Nairobi. So nikakujua stage, nikachukuliwa na that family. Nikaenda, nikakaa, huyo andisa akakuwa anakuja. Akakuja. Shukrani kama maybe alikuwa anangoja shule zifungwe ndio akuje. Kwa mwezi wa 3 shule zinafungwa. Mwezi wa 4. So nikisaa akakujanga, tukaendanga game park nini. So siku ya kwenda sasa huko Penya Nation ndio ikafika, tukaenda huko sasa. Kwenda huko nikapata kumbe kwa Mombasa. Nikajikuta niko Kitui place inaitwa Ikuda. So nikaenda kwa huyo kazi ya babangu, my aunt. Ile nilikuwa nafanya kazi hapo kwa nyumba nikingojanga niende shule. So nikaenda, sikuwahi muuliza auntie naenda shule wewe, sikuwahi muuliza. Yeye mwenyewe alikuwa teacher, so alikuwa anaenda shule yeye. After that period of after kukaa home sasa nikaanza saka. Sikumbuki kama ilikuwa mwezi wa 3 ama 4. I'm not sure about the month. Haya, kaanza kwenda shule mimi nafanya. So unajua tukiacha kwa nyumba yenyewe huwezi kaa tu hivi day. Amenionyesha pia anapeleka watoto shule. So mimi nikakuwa napeleka watoto shule. Mara kwanza tulikuwa tunaendanga naye, but sasa sababu naye anakuwa busy kwenda shule, so mimi nilikuwa napenda naunda watoto nawapeleka shule. Nakuja home ndio nabaki peke yangu, watoto walikuwa wanaenda shule kwa 3. Sasa nabaki hapo home, ni clean nyumba, nipike lunch, niendea watoto time ya kuendea. Fanya vitu za unaona tuna macho za kufanya, kufua nguo nini hizo. Nikingojanga niende shule. Sasa ikafika end month, mwezi ikaisha. Imefika mwisho wa mwezi. Siku moja jioni, naona auntie ananipea pesa. I was like, ni za nini? Ati mshahara yako. Mkono yake ilibaki imehang hivi akinipea hiyo pesa, nilikuwa nalia. Nikalia. Mshahara yangu? Nikamuuliza mshahara yangu, akasema yeye. Akaniambia, mimi niliambia Kelly, my dad, Kelly. Ama chaniite John, ama Isaac. So niliambia Isaac, kusema the real name yake. So nilimwambia nataka msichana wa kunisaidia kazi. I needed a house help. Hata nikamtumia transport ya kukuleta. Nikamwambia huyo is my dad. Alikuwa ameniambia nakuja huku kusoma. Akasema mimi sikuwaijua ako na mto, na hata mimi sijui kama ako na mto, na mimi sikujua kama ni mtoto wa the rain is coming. But so nililia, nikajiuliza maswali, but kukubali kwa roho yangu ikujikubali. So akanipanga yeye, akaniambia hii 1400 nakulipa mshahara yako, utakuwa unajilipia nini? Unajilipia kompyuta 2000 kwa sababu sijui nilipe 1000 ifike sijui kama ngapi kompyuta hiyo ndio ilikuwa. Sasa nilikuwa nilipenge 2200. I think ilikuwa 6000 kompyuta. I think I'm not sure. Alafu hizo 2000 zinabaki za mahitaji yangu, akaniambia yeye alipanga hivyo. 2000 nilipe kompyuta, 2000 nifanye nini? Ya mahitaji yangu. So nikafunga nanunua kwa nguo, nanunua always na hivyo mafuta ya kujipaka nini hivyo. So it came a day I was sick. Nikapigia dad because niko kwa mikono ya mtu mwenye bado naona tuko kwa relative. Wewe mwambie ni mgonjwa nataka pesa kwenda usiku, nikapigia my dad simu because I had namba yake na nilikuwa na simu. Nikampigia simu nikamwambia mimi ni mgonjwa nisaidie pesa niende usiku. Kaniambia sasa hizi wewe kwa mikono ya auntie yako. Kila kitu nataka muitishe yeye. Ndio aliniambia. So kumbe alihave kumcall mwenyewe akamwambia Pauline mgonjwa. So auntie bado kanga job akanipelekanga usiku. Hata sijui kama aliomba ruhusa. Akanipeleka usiku. Nikatibiwanga. Na life continues. Nikamalizanga classes but challenges ndio bado ziko kwa sasa hivi. Sikuwa bado nakula kwa hiyo nyumba vizuri. Kukula nilikuwa nakula but see that like sikuwa na appetite. Sometimes naweza kula, sometimes naweza lala. Nimepika food but siwezi kula. Sina ile like feel tu njaa. Nilikuwa na Bible yangu ile nilikuwa nimenunuliwa shule. Kumbe nilibebanga kale kadogo ile Holy Bible ile ndogo ya shule. Sasa nilikuwa nimebeba.
Hiyo ndio nilikuwa nasoma hiyo Bible yangu, naomba. So nilikuwa ni Mungu tu. Naambia Mungu, mbona hii ni hapenie? Mbona hivi? Mbona hivi? Mbona babangu amue kuniweka kazi ya nyumba ili nijisomeshe? Because the plan was like after that class nianze sasa kwenda driving school. Auntie aliniambia sasa because niko karibu kumaliza hii class niende sasa driving school after computer. Lakini my heart alikuwa akitoka hivi nipeleka watoto kwa shule na baki yangu kwa nyumba. Nalia. Machozi nilikuwa namwaganga hapo. Mtu akikuja kunock endelea hivyo nalia naomba. Ndoto ndio zilikuwa kuja kwa akili yangu. So there is a time nilitafanga church by the way around. Nikaendanga nakumbuka church kwanza ninaendanga church ya Catholic because home church alikuwa anaendanga Catholic. Na nilikuwa nimebatizwa kwa Catholic. So nilikuwa naenda Catholic. Huko anaongea Kikambo sikuwa naelewa lugha. Nikatoka kwa the first day. The following Sunday nikaenda kwa church nyingine full gospel. It was a neighbor just. Nikaenda kwa hiyo church tulikuwa tunashiriki hapo mpaka my time ile ilisha nikatoka kwa hiyo kwa nikaachana kwenda hiyo church. So kuna time nilikuwa nikilia kwa hiyo nyumba nikiomba ma dreams zinakuja kuna ile matumizi hizo ongea zingine. But kuna hii moja. Easy dream. Hata nimelia. Nimeomba nimelia nataka kulala. Nimeweka kitu chini na nasikia sauti ninakusudi nawe. Sauti tu. Kilikuja kwa akili yangu nijua ni God. Nilisema thank you God. Nikamwambia Mungu asante. So after that nikalala. Usiku yote nikalala usingizi. Nikamwambia Mungu kama hii ndio kazi sasa mimi babangu ameamua nifanye. Heri nifanye nikijua ni mwenyewe nimejileta kuliko nijuange babangu ndiye amenileta because it hurt me so much. Kila kitu nilikuwa nikifikirianga yote imefail. So ni chose another journey because nilikuwa nimefikanga mwisho. Nimaifikiria mpaka kujua zote hizo nimefanya huko nyuma zote mpaka kuna point nataka kujirusha kwa maji. Kuna siku nilikuwa nimefikiria sasa ninge tu ningoje tu gari kikuja bila iko kwa speed mimi ndio kwa barabara ni tupe mbele yake ni dead like nilikuwa nimefikanga mwisho wa maisha. So by the way try suicide na nimetry. Almost maybe kama ni account mpaka kuna time maisha mahali dawa ya panya kwa nyumba iko dawa ya nini nataka kunywa hiyo yote. So nikamwambia God kama hii ndio sasa job nimeamliwa ni heri mwenyewe nijipeleke ndio nimejipeleka kuliko nifikirie my parent ikiniuma sana. So nikamwambia aunt after nimefanya hapo muda so kwa mwezi wa 4 wa 5 wa 6 wa 7 wa 8 mwezi wa 8 tulitokanga huko. Nikamwambia siku moja nikamwambia kesho mimi nataka kurudi wapi? Home. Nikamwambia nataka kurudi home. Nitaja the name of home. Alaika nitaja the name of the place. Nikamwambia home niambia the name of the place. So akasema mbona? Nikamwambia nataka kwenda. Haya. Si akasema sawa. Akapigia my dad. Akiwa kwenye yako ngila penye niko. Dad akanipigia simu. Hard words. My dad alikuwa mtu wa negative words on me. Mwenye alisema sasa atakusema. So akasema mimi nimekataa shule. Akasema sasa nimekataa shule, nataka kuenda wapi? Home. Na akasema unaenda kwa mgani? Unaenda wapi? Mimi sasa akili yangu nilikuwa najua naenda kwa babu, sikuwa najiambia naenda kwa wapi, naenda kwa babu. So akaambia babu, akapigia babu simu akamwambia babu Paulina amekataa kusoma, anataka kukuja home. Maana mimi mingi aliongea yote. So mimi siri yangu nimekataa huko. Nimeambia kitambo God mimi sitaki hiyo kazi sababu heri mwenyewe nijipeleke kuliko ni feel hiyo pain at my dad ndiye amenipeleka. So nikatokanga huko. Wakanipanga asubuhi wakanipeleka kwa stage kwa siku na stage huko anataka kanipeleka stage akanisaba basi Nairobi sana 7 ya usiku natokanga kwa 7 ya usiku kwa stage. Ndio huyo nimefika Nairobi alikuwa ameconnect mtu ule familia nilimchukua nikakuja bado kunichukua kanipeleka stage ya kuja side za home. Nikafanya nini? Nikakuja home na nikakuja wapi kwa dad kwa babu kwa my grandparents because me I always feel peace, at least I feel peace of mind. Nikiwa hapa hata niko na ile expression naweza nikaelezea my grand niko free anything I want niko free kuelezea. So nikaenda hapo niko free wa my grandparents. So nikaenda but free kuelezea mambo mengi sikuongea na wao mimi nikaenda tu. Nikakaa. After nimekaa iko sasa Januari. Because nilitoka huko mwezi wa 8, wa 9 sasa nimekaa hiyo kwa yote wa 9 wa 10. Januari imefika. Niko tu pale now niko kwa my grandfather home place. Mwaka mpya Januari tarehe 9. Ndio nilianza job mahali. Sasa nianze vile ilifanyika. Simba nimeambia God anipatie tu. Niende mimi mwenyewe kuliko nipelekwe. So by my grandpa akakaa kaniambia nimepigiwa simu na sijui nani wake alikuwa anaishi Gilgil. Hivyo ndio alinieleza. Anataka mtu wa kazi. Nikaongea na mwenye simu, nikaongea na madam. Akakuwa like amepanga paka siku nienda job. So alitumanga fare. Tukaenda mpaka Nairobi. My first job in Nairobi. Nikalipiwa fare nikaenda sasa huko tarehe 9 Januari ndio nilienda job. Fika huko nikapata ule madam alikuwa pregnant almost to give birth. Na alikuwa na watoto wawili mabigi, wakubwa, but si wakubwa. Wa kwanza kwenda shule ya pili, ilikuwa maybe 1 year na turn 2 years, almost turning 2 years. Watoto sumbua ni 2 years. So hiyo ndio job yangu ya kwanza ilikuwa huko Kenyatta Road huko. So nikafanya huko kazi. And that is how I started cut my body short. That is how I started working as a housewife. House girl, not a wife. House girl, like cleaner in the house. So nimefanya hiyo kazi kwa hiyo madam ikafikanga mwezi wa 9. Nikafanya kwa almost a year. Miezi 9 nikaa huko. Hadi mwezi wa 9 sasa ndio nilitokanga huko. Nikielekea wa 10. Nilijiprocess yanga sasa ID. Nilihapa photocopy of my parents, nika process ID yangu. Ndio vitu zote nikafanya. Sasa nikafanya kazi ya nyumba hivyo. Nifanya kazi ya nyumba ndio huyo. So it was in 2024. Mimi Pauline. Tukasema
kuna mtu ameniclick ameniambia kuja huku nje, kazi za huku nje. So nikakwenda, si kuanga ni ile but ni take time you decide kwenda Gulf country. So nikaenda Gulf country in 2024. Nikaanza process mwezi wa 3. Mwezi wa pili ama wa pili, wa 3 ndio ilikuwa shule hiyo job. So nikaenda nikaanza process, nikafanya mwezi wa 8 2024 nikaenda Gulf country job. So mimi Mungu wangu wa mbinguni, sitaki kusema mambo zingine deep. Nikaingia huko kazi date 19 August nikakuwa job. Date 19 August ndio nilipandanga ndege. So nikaanza job I think date 20 August. So nikafikanga hiyo nyumba nikalalanga, ilikuwa 5, nilifika kwa nyumba 5. Nikaambiwa nilale, nikamkanga mchana saa 5. Nikaanza shughuli. Nikafanya kazi hiyo mwezi wa 8. Nikafanya mwezi wa 8 wa 9 mwaka kesha. Mambo ilikuwa poa, kawaida tu ya Arabu. Fanya kazi na Arabu. Mambo ilikuwa poa. Madamu yes alikuwa mtu wa makembele, nini maneno mingi tu, but mimi na mimi sikuanga wa hizo kusikiza mambo mingi sana na kuzieka kwa roho. So nikamaliza muda wangu hapo. So ilikuja ikafika sasa ni Januari, yes, Januari maanza. Ndio tumesonga tuko sawa Mei. Tumefika Mei. So shida yangu ilianza Mei. On May 2025 tarehe 9 asubuhi moja nimeamka nianze kazi zangu za kila siku zenye wanafanya kwa hiyo nyumba. So nikakuwa nasikia uchungu. Before I have been having, nilikuwa na tumbo imefura, nilikuwa like nakula, niko na njaa, sina njaa na singa tumbo imefura. But nilikuwa najua mimi mafukizo huko nikirudi Kenya nitakuwa sawa. So akakuwa tarehe 9 nimeamka kufanya kazi, nasikia pain huku chini kwa abdomen, nasikia uchungu because nilikuwa nime lose period once. The last month hiyo April sikuwa nimeonanga mwezi. So nikakuwa najua ni cramps zinakuja, hizo uchungu na hiyo period ile, yani like hiyo pain ya kukosa period inakuja. So nikajua nikajiambia kwani period kama ninakuja hiyo uchungu yote jamani, Mungu wangu. So ilikuwa painful. So nikamaliza kazi nilikuwa in pain hiyo tarehe 9 yote. Nikaenda kwa room yangu kulala. Nikajipaka huko penye nasikia uchungu kuna kaluma. Nilikuwa na kaluma, nilikuwa nimetoka nayo huko Kenya, nikajipaka. Nikalala. By before nilale, nikalala. So asubuhi nikiamka, nikafeel kuvomit. Nikaenda kutapika. Kujiangalia napata niko na damu inanyesha. Nikabaki like Jesus, what's going on with me? So and the pain was now more. Like pain ilikuwa imeongezeka, si ile ya mwanzo, sasa imeongezeka. Kwenda huko chini sasa kufanya kazi, kwenda kufanya kazi downstairs. Kusimama kwa sika, nilikuwa naanza kwa choko nioshe singi hivyo. Nikabaki nimelala chini. Mvua inanyesha guys, hebu nisimame hapo kwanza. Naipo kuna kelele kidogo but nitamsikiza nini? Msisikize vingine. So nikaenda madam wangu akakaa pale siku hiyo. Akaniona the way I'm struggling, nimelalia tumbo, nasikia uchungu, nataka kujikunda ile pain ilipungue. So nikamwambia mimi ndio sweet kwa. So akanitafutia dawa, akaniletea, akanipea, nikameza but the pain no, bado nasikia uchungu. Akaenda akatumanisha mtoto wake kwa room. Aenda ike the father. So the father came with the passport and the documents kunipeleka OC. So tukaenda OC. OC ya kwanza nikaulizwa nini inaendelea. Nikasema what's going on with me is that nimekuwa tu but yesterday nikaeleza vile nimeanza. So kasema nimevomit. Yes, I have to vomit. Nilikuwa ni lose period for a while but nimeamka asubuhi nikiwa nayo. So mimi guys nikafanywa scan hapo, nikamaliza kufanywa scan, wakaangalia uchungu katika kufanya, wakamaliza. So tulimaliza kuniangalia. Nikakuwa sasa wakasema watanitransfer wapi? Niende hospitali nyingine. So my boss, my sponsor came to take me out, akanichukua mimi kaenda mpaka home. Akachukua his wife, kaenda hospitali wote, wife and the father and me also. So kaenda kwa hospitali. So hiyo usiku nimefanya kama mdomo Kenya. Yaani ile usiku ya huko. Kama hiyo tena pale. Huyo doctor kama nurse akaniambia, "Kwa nini utakuwa sawa? Nenda ule usingine lakini utakuwa sawa." Utakuwa na matumaini but the pain is there, struggling with your pain. So kaenda the next hospital. Kila the next hospital ndio nilikuwa nimepima huko. So nimelala kwa kitanda nikifikia hapo. After a while the doctor came in who is doing so after nikapeleka OC, nikapima OC ya kwanza ikapatikana like nikafanywa scan, nikaulizwa sasa nini, wakaona shida iko wapi, wakanitransfer OC ya pili, nikaenda hiyo OC ya pili. So nikiwa nimelazwa, the doctor came in akaniambia Pauline, it's this and this and we want you to agree with it. So tutakusikiza wewe. Sasa akaniambia the problem that you have, it need a surgery. And kama tutakupatia dawa, but itarudi. To completely remove it, it's just to undergo surgery. So I had to undergo the surgery on that 10th day of May. Hiyo tarehe 10 nilifanywa. So nikakuja time yangu ikakuwa ni usiku hapo, nikapelekwa surgery room. My madam had to go before the surgery even because nilikuwa na mtoto mdogo, akaniambia nienda home sababu hakuna kuangalia mtoto. Akaenda home, akaenda kwa na boss mkubwa, the father because he alikuwa drive. Wakaenda home, akaniacha usiku, mimi nilifanywa surgery nikiwa peke yangu. Sorry. So after that akafanya surgery nikamalizana hiyo process yote. So the surgery was about like I had the tension over the cycle, like over the tension ama cycle whatever. There is a fluid here yote, the cycle in an ovary unajua. So that was the problem with me. So after that nikakuja home, nikafanya check up, nikamalizana na check up. So nikarudi job.
So kurudi job, nikasema sasa kazi na mimi na hii mwili yangu bado huko vidole itapasuka. Kuja home. Ndio nimerudi Kenya, nilirudi na amount of ona kusema. So nimekuja, nikafungua biashara. Kufungua biashara, nikafail, nikarudi empty because nilikuja na small amount of money, let me say just it was 110. Nikafungua biashara. Nikafail. It failed. Nikapata kila kitu kwa nimebaki nikapeleka home. Mattress hiyo mtoto nilikuwa nimeanzia maisha nikapeleka home. Nikarudi normal. Kazi yangu ya kawaida, nikarudi kwa office agent, nikapatia job inanyuki. So nimekuwa nikifanya kazi ya how to bado. Mimi ndio huyo. Matamani yangu ya kupakiza mtu leo kwenye manipea kupakiza. Matamani yangu imekuanga kupakili kuanzia wakati paka. So nikakuja huko mwezi wa 8. Mwezi wa 8 sikuenda church. Unajua 25 sijaenda church. So 26 January nikasema hii mwaka iisha kama sijaenda church. So I had to go to church. Nikaenda church. Mwezi wa 2 tarehe 1 ilikuwa Sunday. Wakasema, "Hey, kama hujaokoka kuja mbele." Nikasema mimi ni nani? Nikaangalia kwenye mambo nimefanya wote, nikasema hata niende. Nikaenda, nikaombewa wokovu. Nikamkubali Yesu kwa maisha yangu. Sababu yeye amenisaidia kutoka penye nimetoka huko wote, ni yeye amekuwa na mimi. So, after nimekubali Yesu, nikaendelea na church. Nikakuwa nina matamanio, yes. Ile tu matamanio baptism. Nikauliza leader mmoja hapo kwa church, hivi na hivi tunaenda aje? Akaniambia procedure. Nikaanza classes za baptism, after hiyo nikaingia maji. Nilionyesha pale mwana kwa video channel yangu. So, this is me now. I'm still working at the hospital. Na nimeokoka niko na Yesu Kristo kwa maisha yangu. Na najua my future will be better. Huku mbeleni. I see God in my life. At least sasa hata kama sikufaulu sana kimaisha, hata watu wanasema, unajua wanasemanga ukienda hivi umerudi empty. At least nimerudi, yes. Nilianza biashara, najua nilianza. Na ni mara yangu ya kwanza. Ile pressure na nini yote nimetamani kutoka kwa hii kazi nishike at least kwangu, at least niko na job yangu. But ikafail. Niko kwa hii kazi na ipenda inanirembesha. Inaniunda at least. So nimekuwa kwa hii kazi kwa hiyo muda nimekuwa, but I know some days coming I will be somewhere else. I thank God and I appreciate saizi. Mimi singeelewa nieleza hii story. Ingekuwa hii ndio macho ingekuwa red. Lakini tangu nimkubali Yesu kwa maisha yangu, naweza express bila any tears, bila huzuni, bila unaona mambo nimeongea. Nimekuwa kwenye manyuma before niokoke. Kwa nikielezea watu kujua anything about my life. Nashindwa kueleza na ndia. Basi hizi niko na ujasiri, naweza express. Mungu aliingia kwa maisha yangu akanipatia amani. I have a lot of peace. Niko na furaha, niko na amani. Hata kama sina pesa, niko na amani, niko na Mungu. Oh my God, thank you God. So nashukuru Mungu kila kitu, nashukuru God. Kusudi na aliniambia akona kusudi nami. Nakumbuka. He never fails. Kusudi itatimia. Hata maybe itatimia ama itatimia, I don't know, but najua one day nitakuja kusema, "Kumbe ilikuwa hivi." Okay, thank you guys. That is the end. And this is me now. At least you know believe or you know and today is who I have give you a story about my life. You know me, what makes me smile is God. Like kazi yangu nafanya kazi ya nyumba. By the way, I want to change the place. I want to look for a job that is at least higher because I have some plans. The amount is higher. Hapa nalipwa a bit, but I want to raise it at least. I reach what I want just. Okay? So, maisha ni hivyo, mambo yanaendelea. Nampenda Mungu. Nimeokoka. Nimeokoka maisha yangu. Salvation. So, hii kuna kila kitu about salvation. So, I thank God. Let me say bye-bye for now. Let's meet in another video. Kindly subscribe, comment, like. I love you guys. I love you, my people. Do what's the best.